data pia ni akili. Kwa uone hii mechi jinsi ambavyo Yanga walioifunga. Hii mechi imeshafungwa hii. Ndio. Naona kitu hicho. Naona kitu hicho. Naona kitu hicho. Naona kitu hicho. Data. Imewaka tu yenyewe. Yaelewa? Akili. Watu wanatumia majini, achana na hao shehe wangu. Naona kitu hicho. Kwa hii mechi kuna asilimia 100 Yanga ameshinda. Yanga ameshinda. Tena kwa asilimia 100. Asilimia 100. Umeonyesha mfano ulichowafanyia. Kwa asilimia 100 Yanga ameshinda. Ushamaliza hapo kitu. Ngapi? Hii mechi na magoli 2. Maana Simba atogusa kabisa nyao. Hii mechi na magoli 2. Bwana mtazamaji wa Bongo 9, niko hapa kuzungumza nayo michezo. Nikasema kwamba tuweze kuzungumza. Tunafahamu ya kwamba kesho ni tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Nikasema nimtafute Dr. Luana niweze kuzungumza naye kile ambacho tupe utabiri wake, kipi ambacho kitatokea. Nafahamu ya kwamba kuna tetesi nyingi ambazo zinafanyika sasa hivi. Refalia aliyopangwa katika mchezo wa kesho ni refalia kutoka Tanga na Solomon Mchiu anamuita Cholo, na pengine kuna sababu ipi? Nikasema mtafute Dr. Luana niweze kuzungumza na tuambie, je, Yanga ataendeleza ubebe wake? Ikiwa msemaji wa Yanga yeye amesema kwamba uwanja utaochezea dabi ni uwanja wa Zanzibar pale Amani Complex kwa siku ya kesho tarehe 1 mwezi wa 3. Kumbuka nafahamu kwamba haruhusiwi kutangaza, bali taasisi inaruhusiwa kutangaza, kwa maana kwamba TFF au ligi kuu. Nikasema nimtafute Dr. Luana anaweza kutupa utabiri wake. Unakuaje? Uko sawa sawa? Asalamu alaykum kwanza. Wa alaykum salaam. Ni heri she? Sheri sana. She. Kama unacheka kuna mtu kutangaza kwenye kioo na unakunywa maji ya damu kabisa. She, tunafurahisha majini she, kwa sababu majini ndio yanatupa nguvu. Kuweza kutambua mambo mengi. Kwa lazima tuwafurahishe majini. Hivi viwali vya majini hivyo. Sasa she, tuambie watu wanakufahamu bwana Dr. Luana, utabiri wako ni upi? Na inasemekana kwamba kuna baadhi ya timu zinafanya mambo ya kishirikina uwanjani. Ni kweli? Tuambie, sitaki kusema, mimi sijui chochote. Ni kweli, hata mimi mwenyewe uchawi wa mpira naufanya sana. Watu wacheza mpira nyingi sana. Na zimefanikiwa. Nyingi sana zimefanikiwa. Uchawi mpira nafanya sana. Uchawi kama uchawi. Niko ya mambo mengi tu, sio mpira tu, kwa mambo mengi mimi kama mtu wa matatizo yako na kutengenezea mambo yako safi tu. Sababu ndo kazi zangu hizi. Wewe una uchawi, una mambo yako hayaendi, kazi zako haziendi, upati hela sio nini. Upo Tanzania kwa nje ya Tanzania na kufanya mambo yako. Sasa tuende kwenye point yako ambayo umezungumza wewe. Tabiri umekaa siku ya kesho na unaonaje dabi, unaionaje? Unaona katika kioo kuna mtu anafanya majambo yake, ikiwa Young Africans ndio imetangulia Zanzibar ikafuatia Simba. Wamewaya wala kawaida ya Yanga. Kama kweli wewe ni mfuatiliaji wa mpira na unaenda uwanjani, naomba wanaonisikiliza Bongo 9 wasiseme kwamba natumia mihemko au natumia nini, kwa sababu Bongo kwambia waganga matapeli si waganga nini. Tumieni, muwe mna akili. Tuambie. Sababu kuna ambao wanaongea tu kwa yaani wanakurupuka tulichokurupuka, naongea tu kwamba wale matapeli yule amepangwa si nini. Tumieni akili. Mimi wanikeraga sana. Kama wewe ni mfuatiliaji wa mpira, kuhusu swali moja, Yanga kabla ya mechi kuanza, Yanga wanaingiaga uwanjani, wanaingiaga wanafanyaga nini? Yaani kabla kabisa, hata ile mnasema home up ile bado Yanga wanaingiaga. Wanapoingia wanatembea pale, wanazunguka zunguka. Yaani kuna wengine wanaingia wamevaa na simu, wanavaa ma iPhone yao yale, ma iPad, si wana maji kama wanakunywa kama na soda vile, lakini wanakuaga wanamwaga vitu. Naomba ndio kama nachokiongea ni uongo. Hizo ni za ndani kabisa. Kama nachokiongea ni uongo. Alinyoa tu biashara. Sasa mimi simetaka niseme. Sema. Simetaka niseme. Kama nachokiongea hapo ni cha uongo. Watazamaji wasiongee kwa mihemko. Watumie akili. Bongo 9 hao. Wa Bongo 9 hizo si ndio Bongo 9 ndio wasiongee kwa mihemko. Waangalie. Achukue mechi yote, dabi yote kabla hajaanza, angalie. Kabla ya dabi wachezaji wa Yanga wameingia uwanjani wamefanya nini? Wanakuwa na dawa, wanapewa dawa. Wanamwaga kama tu maji kidogo tu. Wanamwaga wanazunguka. Ndio maana wanazunguka uwanja mzima.
wanajigawa, hawa wataenda huku, hawa wataenda huku, hawa wataenda huku. Wafuatilie. Ndio. Wafuatilie. Ndio. Turudi tena kwenye historia mwaka jana. Mwaka jana uwanja wa Mkapa ulizuiliwa. Mwaka jana uwanja wa Mkapa ulizuiliwa. Wakadai kwamba wanafanya makarabati ya pitch ile. Hapa tuongee kwa miemko, tuongee kwa fakti. Watu wenye akili timamu wanatusikiliza. Wenye akili, kama una akili timamu ni mjinga, kaa pembeni. Ndio. Yaani kama una akili kaa pembeni. Wanisikilize watu ambao wana akili timamu, kwa sababu anachokiongea mimi najua anachokifanya. Kuna vitu vinaropoka tu hata vijui anachokifanya. Wanatia hasira bana. Unajua sio tumetumia viumbe afu tumepewa kubli ya kusaidia watu. Kwa hiyo kuna vitu vingine watu wanatia hasira. Mtu ana comment utumbo vitu vya kipumbavu. Waambie. Kuja kumtoa mtu busha uonekane kwamba unatumia majini vibaya. Inafanyika nini? Ile pichi hivyo fumuliwa, nasadika kwamba Simba wale uwanja walikuta fuvu la mtu liko moja. Tuliona trend fuvu mengi. Lakini wewe ulishaona kwenye kio kabla ya hiyo? Vile vitu sasa ndio kazi zetu zile. Sisi ndio kazi zetu. Unaona? Mafuvu yalikuwepo. Ambacho ndio kilikuwa kinafanya Simba miaka yote 4 wanafanya vizuri. Yanga kwa hivyo tule mafuvu tu yale. Wanafuzu robo. Yanga. Ndio sababu hizo. Sasa shida imekuja sehemu moja. Vile vitu vyotolewa. Simba tena imerudisha vitu vyao. Kweli? Ndio maana Yanga hawezi kuchezea pale. Yanga kakimbia ule uwanja. Sasa Simba kama ni wajanja, sema wameshachelewa. Ndio maana Yanga aliwahi kwenda kule. Amani complex. Kaika majambo yake kule. Simba kama hii mechi Simba watatumia akili. Hii mechi wanashinda. Akili kivipi? Maana washauteka uwanja. Kumbuka Yanga Africans ndio mwenyeji wa mchezo. Mchawi akitega mambo yake, ukijua jinsi alivyotega, wewe unaweza kumtegua. Ndio maana mimi hata mgonjwa aje hapa amerogwa. Nafuata system zile walizotumia. Kama walimfunga makabrini na kumfunga makabrini. Kama walimfunga Japan na njia panda. Kama walifunga kwenye mti mkubwa na kumfunga kwenye mti mkubwa. Kama alifungwa chooni na kumfungulia chooni. Kama alifungwa kwenye mlango kama baada ya kumfungulia hapo. Nafuata system zile za kichawi, kwa sababu unapotaka kumfungua mtu lazima ujue alimefungiwa sehemu gani. Sasa usifungue tunajua amefungwa wapi. Ujue amefungiwa sehemu gani. Ukishajua basi unamfungua mtu. Sasa nataka watazamaji wajue kuna majambo pengine Yanga wameyafanya kuelekea dabi ya kesho. Na pengine kwa mtazamo wako Dr. Luana, uliona kwenye kioo kwamba Yanga wanafunga hii mechi ya ligi kuu ya NBC Premier League? Yeah. Na nisikia shewangu. Ni kuonyesha kitu kidogo. Kuonyesha kitu kidogo ambacho kuonyesha kitu kidogo tu ili uelewe nachokiongea kama namaanisha. Uelewe nachokiongea kama ninamaanisha. Waonyeshe hii ni nini? Kini chungu. Hakina kitu hiki. Hakina kitu. Hii ni karatasi. Unaelewa shehe? Hii ni karatasi. Hii ni karatasi, haina kitu. Weka ndani. Ni karatasi. Hii nini? Hii dawa. Mpira unachezeshwaga hivi shehe wangu. Mimi niko ndani nachezesha mpira. Mpira ni akili. Unaona hapo kuna vitu wanafanya Dr. Luana, ndio. Mpira ni akili. Mpira unachezeshwa hivi. Mpira ni akili shehe wangu. Mpira ni akili. Mpira ni akili. Kwa uone hii mechi jinsi ambavyo Yanga walivyoifunga. Hii mechi imeshafungwa hii. Ndio. Naona kitu hicho. Imewaka tu yenyewe. Elewa? Akili. Watu wanatumia majini, achana na hao shehe wangu. Umeona kitu hicho? Kwa hii mechi kuna asilimia 100 Yanga ameshinda. Yanga ameshinda. Tena kwa asilimia 100. Asilimia 100. Umuonesha mfano ulichowafanyia.
Kwa 100% Yanga ameshinda. Ushamaliza hapo kitu. Ngapi? Hii mechi na magoli 2. Maana Simba atogusa kabisa nyao. Hii mechi na magoli 2. Ndio. Kwa labda Simba kama ataweza usiku wa leo. Wachezaji wa Rade Masaya au haya tu usiku wa leo kabla ya mechi. Ikifika saa 10 ndo walale. Saa 10, saa 11, saa 12 waamshwe. Ndio. Lakini wakilala kwanza saa 2. Hao ndio mshida mbona hapa wewe? Sisi tunaona. Alafu bahati nzuri mpira huu unachezwa vizuri tu nje ya uwanja. Ushaocheza hapo. Shangaa kibeti hujakitumia bwana, afu imewaka tu yenyewe. Yanga wana akili. Alafu Yanga anatoa hela sana kwa waganga. Yanga kutoa milioni 20, 30, 40 kisha kawaida. Sasa Simba changamoto. Alafu hizi kazi ndakiwa hela. Kabisa kazi ukifanya vibaya unakufa. Kazi za kuchezesha mpira hizi. Vibaya unakufa she. Ndio. Unakufa. Sala. Kutenyo ganga mnaweza mkafa. Aha. Mimi mwenzangu alikufa Kenya pale. Watu na mechi ya Harambee Stars. Na anacheza timu gani sijui. Alikufa. Pole sana. Alikufa she. Asante. Kwa tubaki na ile hapa. Yanga Sports Club 2 kwa kesho. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wenyewe 0. Ushamaliza jambo. Okay. Huyu ni Dr. Luana, tumeweza kuzungumza naye swala zima la dabi. Ametoa utabiri wake mzito kweli kweli na niko ofisini kwake. Watu wanatamani kumtafuta Dr. Luana, nataka ataje namba zake, atuambie namba zipi, anapatikana wapi kupitia Bongo 9. Mimi napatikana sehemu nyingi kwa sababu mimi ni mzaliwa Kigoma, nimekulia Kigoma na utabibu nimeanzia Kigoma. Kwa Dar es Salaam nipo nafanya kazi, niko Kimara Bonyokwa. Ndio. 0768247710. Kwa Kenya na Nairobi utanikuta. Kwa wale wa Kenya kila mwisho wa mwezi lazima niwe Nairobi. Kwa wale unaweza kutibia mimi sehemu yote ile. Watu kwa sehemu yote mimi nakutibia. Safiri kwa ungo. Sio kwa ungo, tunasafiri kawaida. Kwa ungo sasa watanikimbia shehe wangu. Safari kawaida. Kwa hiyo huko nchi yote ile mimi nakutibia. Upo nchi yoyote ile. Namba yangu ya simu hiyo. Kama uko nje unatumiaga +24770. Na namba ya simu unaweza kijana nawekeaga hapa. Weka namba ya simu. Lakini mtu uko sehemu yote unaumwa, una shida yoyote ile, nipigie simu. Biashara ziendi, kazi zako ziendi, mahusiano yanakusumbua mapenzi. Shehe na mti mmoja shehe. Toka hapa nikupe. Unaona mti kwenye mapenzi ni hatari. Na kukatia kadogo na kusafisha na unatia kwenye bigiji. Unaenda unatafuna. Wanataka kwa mkope mtu milioni 10, milioni 20. Huu mti unatafuna na kidogo unatia kwenye bigiji. Unaenda unaongea na na wewe unapewa. Na demo anakubali. Wale watu wanataka kwenda kukopa hela, kutapeli watu. Huu mti huu. Na mwapa watu wengi sana. Sasa utafanyaje? Mtu anakuja bana anakuambia mimi nadaiwa kodi ya nyumba nini, kuna ndugu yangu ana hela lakini ni mbaili kwenye hela. Na kani kamuombe hela anafanyaje? Unamsafisha vizuri unampa huu mti. Tafuna kwenye bigiji nenda. Acha bana. Okay, bana huyu ni Dr. Luana. Hii ni Bongo 9. Nimeweza kuzungumza naye, ametoa utabiri wake za ndani kabisa kile ambacho kinawakuta kesho Simba. Amewaona kwenye kio na amefanya maajabu yake kidogo lakini ashafanya kitambo Yanga. Sasa yeye amejaribu kufanya maajabu yake kwa Yanga the way alichowafanyia. Ametoa moto na hajagusa kiberiti. Huyo Dr. Luana bwana. Bwana hakikisha kwamba una subscribe kwa wingi kupitia Bongo 9, utakuwa mjanja kila siku. Mimi naitwa Presenter Richie.